Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni ndugu wapendwa wa TV yetu Al-Rasiki Dawa. Leo ni katika kipindi Jitambue, ambapo ndani ya kipindi Jitambue utakuja kufahamu masuala mengi katika dini na yale ambayo ulikuwa umeshasahau na yale ambayo ulikuwa haujafahamu. Na ndani ya kipindi Jitambue siku ya leo kitaongozwa nami Almasi Hussein, nikiwa pamoja na wenzangu ambao wakipiga picha na wakiwa cameraman. Na ndani ya kipindi Jitambue tutakuwa na mgeni wetu ambaye tutakuwa na maswali ambayo tunakwenda ili tuyajue na tuyatambue. Na niko na mgeni wangu ambaye leo ni Sheikh Shimirimana Isa. Karibu. Ahsantum. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Naam Sheikh, wewe ni katika miongoni wa mashekhe na leo tunakukaribisha katika TV yetu pendwa hii ya Al-Rasiki Dawa TV. Nimefurahi na mwaliko huyu. Allah kulipeni khairi kwa hilo. Amin. Naam Sheikh, leo tunataka tuzungumzie baadhi ya maswali fulani ambayo binadamu ama Waislamu wanapendelea kuyafahamu na wayatambue. Swali letu la kwanza ambalo tunaweza tukaingia moja kwa moja, je, hasa kusikana masuala ya talaka. Je, asili ya neno talaka nini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Na ndugu yangu mtangazaji, neno talaka ni neno linalotokamana na lugha ya Kiarabu. Kisema talaka, Waarabu kama Waarabu wanajua neno talaka maana yake ni at-takhliya. At-takhliya maana yake ni kuachiwa au kuachiliwa. Ndio maana ya at-takhliya, yani talaq, kuachiliwa. Yani Arabu anaweza kuzungumza akasema talaqatin naqatu idha sarihat haythu sha'at. Maana yake ngamia imeachiliwa alipotoka popote anapopataka. Lile neno talaqatin naqa likaja kwa maana ya kuachiliwa, yani ngamia imeachiliwa. Lakini ili neno talaka katika sheria yetu sasa tukufu ya Kiislamu, maana maneno yote ya sharia yanatafsiriwa kwenye njia mbili. Yanatafsiriwa kwenye lugha ya Kiarabu na yanatafsiriwa kwenye sheria ya Kiislamu. Kwa sababu sheria ya Kiislamu, bwana mtume alikuja kutufundisha sheria lugha ya Kiarabu ipo. Yani kabla mtume hajazaliwa lugha ya Kiarabu inazungumzwa na Waarabu. Haya maneno ambayo tunatumia sisi ya sala, ya zaka, ya saumu, kabla mtume hajaja duniani yalikuwa yanatumiwa na Waarabu. Matumizi ya Waarabu waliyatumia kwa mfumo gani? Na wakati mtume alipokuja yakawa yanatumiwa kwa matumizi gani ndani ya Uislamu? Kwa neno talaka kwa Waarabu ilijulikana kwamba ni kuachiliwa. Lakini kwenye sheria ya Kiislamu sasa unaposema neno talaka, wao wenyewe ulama al-fiqh wanatueleza, wanasema ni halu qaidi nikahi au baadhihi. Maana yake ni kuvunja kifungo cha ndoa au kuvunja mafungamano ya ndoa au baadhi yake. Yani ile kuvunja mafungamano ya ndoa ndio inaitwa talaka katika sharia ya Kiislamu. Na kwa nini imewekwa kwenye ndoa isiweke kwenye sehemu nyingine katika kisheria? Imewekwa katika ndoa kwa sababu tumesema ni yale mafungamano. Yani nishasema talaka ni kuvunja yale mafungamano ambao watu walikuwa wamekubaliana mwanzo. Sawa? Sasa hivi ndio amekuja kuvunjika sasa. Ndio maana ikaweka katika ndoa. Na kinyume na ndoa, hakuna sehemu ambapo inaweza kutumika. Talaka inatumika kwenye ndoa tu peke yake. Yani mafungamano ya watu wawili ndio inatumika. Sasa tunakuja hapo Sheikh, baada ya kuona kwamba neno hili talaka vilivyotoka, sehemu ambapo ilipotoka na sehemu ambapo inaweza ikatumika. Na sasa hii talaka sasa ambayo tunakuja kwamba ni katika ndoa, ni wakati gani ambapo talaka inaweza ikatumika kwenye ndoa? Talaka inaweza ikatumika kwenye ndoa wakati gani? Inategemea na hali za watu. Sawa? Mpaka kwanza talaka imekaa kwenye mikono ya mwanamume ndo